Mheshimiwa Spika, nikushukuru sana wewe kwa kipindi chote cha miaka mitano. Umetuongoza vizuri sana. Najua umepokea mafomu 1 wengi, lakini mpaka leo naona wote wako sawa, wamekuelewa. Tunakushukuru sana kwa kutuongoza vizuri. Mungu akubariki sana. Na kwa kweli wana Mbeya hatutaki watuangushe. Na katika watu tunaokuombea wa kwanza uwe unaongoza kwa kura ni wewe Mheshimiwa Spika. Watu wa Mbeya wametuletea mtu sahihi. Najua kulikuwa na maigizo, lakini baada ya kuondoa maigizo, hii ndo faida ya kuchagua viongozi wenye busara. Asante sana Mheshimiwa Spika. Jambo la tatu, nampongeza sana, nimemwona mkuu wangu wa mkoa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Martin Shigera. Najua mimi pamoja na wabunge wenzangu wa mkoa wa Geita tuna mlinzi mzuri sana kwenye majimbo yetu. Hatuna mashaka. Hatuna wasiwasi. Na hii nimemwona na rafiki yangu Chongolo amecheka sana. Tunakukaribisha sana, karibu sana. Amecheka sana wakati mchangiaji akichangia hapa. Mheshimiwa Spika, naomba nimweleze ndugu yangu Mchengerwa. Mheshimiwa Mchengerwa, Mheshimiwa Waziri, kwenye majimbo yetu Mheshimiwa Spika, tuliwaahidi watu vituo vya afya. Ninakuomba sana Mheshimiwa, sio kwamba vitatukosesha kula, lakini kwa sababu tuliahidi na serikali yetu ni sikivu, tunaomba zile pesa kwa ajili ya kujenga vituo vya kimkakati. Tulifanya mikutano, tukaahidi. Wananchi wangu wa kata ya Rubanga wananiangalia hapa, niliwaambia tunajenga kituo. Sasa naomba ufanye namna yoyote ili tuweze kujenga kile kituo. Mheshimiwa Spika, nataka nizungumze kidogo kwa upole hapa. Najua katiba inaruhusu, sio dhambi, na Mheshimiwa Rais alitangaza juzi kwamba watumishi wote wanaotaka kuingia bungeni wamwandikie barua. Nimeona kamsururu kidogo ni karefu. Wengi wamemwandikia waziri wa TAMISEMI na mawaziri wengine. Hatuwaogopi, tunawakaribisha kuja bungeni. Lakini Mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka kushauri. Hii nyumba ni nyumba kidogo ya watu, wanatakiwa tuwe wasafi. Sio kichaka cha watu kujificha. Niombe Mheshimiwa Msukuma, naona kuna watu wanasema orodha hii umeiona wapi? Lakini waheshimiwa wabunge wale ambao wanataka kujua nani kiongozi kwenye eneo lake anagombea, mtamuona Mheshimiwa Msukuma atawajulisha. Mheshimiwa Msukuma, intelijensia inakuwa na baadhi ya watu, sio kwa wote. Nakushukuru Mheshimiwa. Nilikuwa na shauri Mheshimiwa Mchengerwa, wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hili game ya siasa, tunawakaribisha na ni swala la kikatiba. Lakini kabla hujawapa idhini ya kwenda kugombea, ni kuombe Mheshimiwa Waziri na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza. Wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi. Yaani naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia tunaweka kushoto. Na mtu akishaingia humu ameshavaa kinga, hawezi kuitwa. Kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge, peleka special audit. Kichere nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku. Hawezi kukwapua huku tena wakaje kugombea ubunge. Haiwezekani Mheshimiwa Spika. Nilikuwa naomba sana hilo vyombo vyote mlizingatie, na Mheshimiwa Waziri, kabla hujawaruhusu kuja kugombea, wawe na barua zinatuonyesha hawa watu ni wasafi. Na mimi Mheshimiwa Spika, bahati moja nzuri, mimi kwenye jimbo langu nikiletewa kiongozi kama mkurugenzi, wa kwanza kwenda ofisini kwake huwa ni mimi. Namuuliza, nipe plani yako ya baadaye. Unataka kwenda kwenu kugombea ubunge au unataka ukurugenzi? Mimi bahati nzuri naletewa watu wanakaribia kustaafu. Hakuna anayesumbua watu kwenye ubunge. Kwa sababu najua mimi halmashauri kangu ni kachanga. Ukianza kukakwapua tena kwenda kutunza za ubunge utanimaliza. Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa Spika, hili swala kwa manufaa ya wabunge wote, naomba hizi barua special audit zitembee ili tupate watu wasafi viongozi. Mheshimiwa Spika, lingine nitaka kutoa ushauri. Tuna TASAF iko utumishi. Lakini ukiangalia kazi za TASAF nyingi tunazifanya halmashauri. Nilikuwa nadhani Mheshimiwa Spika, ikiwapendeza TASAF irudi TAMISEMI ili tudili nao moja kwa moja. Kuna kitu Mheshimiwa Spika, wenzangu mnaotoka vijijini mnafahamu.
familia maskini zilizokuwa zinapewa pesa na TASAF elfu 30. Yaani yamekuja masharti, tunajiuliza hawa watu waliotengeneza haya masharti wao wanakaa dunia gani? Zile familia maskini wale wazee ili apewe zile hela alivyokuwa anapewa mwanzo, lazima akalime barabara. Mbunge unafanya ziara unakutana na bibi wa miaka 70, 65, amepewa hatua 10 za kupalilia. Utaendelea na ziara au inabidi umsaidie? Na unajiuliza, unajua tuko tofauti. Mtu aliyekulia bofro na siagi huwezi kulinganisha na mtu amekulia uji wa muhogo afu unalima mpaka saa 11. Haya mawazo yanafanyika kwa watu ambao hawafanyi research vizuri vijijini. Kule vijijini ukikuta mtu ameshakuwa mzee, kwanza amezaa watoto 16, halafu naenda kumpimia hatua 10 ili umpe 30. Hii serikali ni tajiri sana mheshimiwa. Nilikuwa nadhani haya majukumu yarudi moja kwa moja kwa wakurugenzi ili tudili nao, na hawa waliotengeneza huo utaratibu sio sahihi kabisa. Familia maskini, mtu mzee aliyekimbiwa na watoto wake amewasomesha, mko mjini mmeniga tai, mama analima vibarua tena vya kulipwa 30. Hili nadhani pia tunahitaji kuliangalia. Lakini nashukuru mheshimiwa waziri, umezungumza swala la mwendo kasi. Kwanza nashukuru kwa kuwa unachukua maeneo machache ya ushauri wetu sisi wazoefu. Mheshimiwa, bado tatizo sidhani kama tutaritibu. Kama serikali wewe ndo unanunua magari, afu unampa mtu kuendesha. Kila mtu anatafuta faida. Mimi siwezi kufanya kazi ya bure. Lazima atachukua changu, tuje tukutane kwenye makaratasi, kwenye matatizo. Nadhani mheshimiwa, kama tumeweza kujenga miundombinu ile, jukumu la uendeshaji tuwape sekta binafsi. Yeye mwenyewe na kila kitu cha kwake. Na hii kazi si lazima tuwape wageni. Si lazima. Wako watu wa Tanzania kabisa wanaoweza kufanya hizo kazi. Kupeleka mabasi Mbagala, kama mtu ana gari 100 anapeleka mpaka Rungwe. Yaani kwenda Mbagala tunahitaji kuleta watu wazungu kweli. Ninadhani research zenu na hawa wanaokuja hawana uchungu na Watanzania. Wao wanakuja kuchuma ili waende kwao. Kwa hiyo hizi kazi ambazo tunaweza kuzifanya sisi wenyewe, ninadhani kuna umuhimu wa kuwapa watu wazawa ili waweze kufanya hizo kazi. Mheshimiwa Spika, la mwisho, tunaenda uchaguzi, na ninashukuru kwanza chama changu kwa kale ka message kalikotoka jana, kalikotoka usiku kwamba tutachukua tarehe 28. Nashukuru sana chama changu, secretariat pamoja na waliotoa hayo maamuzi. Wabunge sasa tuconcentrate na bunge. Tufanye kazi ya kibunge, tukutane hiyo tarehe 28. Na Mheshimiwa Spika, nataka kuambia kwa niaba ya sisi wabunge tunaotokana na Chama cha Mapinduzi, sisi sera yetu tunasonga mbele. Hawa wanaosema no reform, mimi nashauri kama kuna namna yoyote hata ya kuwapitisha mlango wa nyuma, waruhusuni wasaini tukutane nao. Hawana cha kutuambia. Kama walitafuta mlango wa kutokwenda kusaini, wapeni hata kwa ziada ili tukakutane nao majukwani. Mheshimiwa Spika, kwa kazi zilizofanywa na serikali ya Mama Samia, mimi sioni hoja. Hata ukizunguka huko mtaani unawaambia watu tuzuie uchaguzi, leta hoja. Mwanzoni kulikuwa na hoja watu wengi walitoka hata walioenda shule wasomi. Lakini leo tunaenda kuzuia uchaguzi kwa sababu ya madaraka? Hapana. Wasitupe jezi, tunawasubiri. Wasitukimbie. Tarehe 28 likiachiwa tukutane kitaa, wote tunajua kuongea. Asante sana Mheshimiwa Spika.